wakati unakuja bana makundi akaniambia bana comrade bana akifika hapa cha kwanza muulize bana hiyo barabara ambayo amepita kuja hapa ameiona na anaweza akashauri kitu. Ya hii barabara nimeiona, nafikiri ndio inaenda mpaka Mbokomwe kwa maelezo niliopewa. Na mara ya mwisho nilipokuja hapa niliwaahidi kwamba nimelichukua. Okay. Nililifanyia kazi. Ndio. Na hata sasa hivi wakati nakuja baada ya kuiona ilivyo nimewasiliana na mtu wa Tarura. Okay. Ya yuko hapa. Yaani wakati nakuja tu dakika ngapi hizi. Yaani nikamwambia vipi hapa mambo ni magumu, lakini alichonijibu ni kwamba ni kweli tatizo lilopo ni kwamba mkandarasi bado yupo kwenye mkataba wake. Mkataba hujaisha. Okay. Bado yupo kwenye mkataba wake, lakini tayari wamesha muita na kumsisitiza kwamba arudi site. Na tena hii barabara nafikiri kuna kwa jinsi amenieleza kuna jinsi iko manispaa na Moshi vijiji. Okay. Si ndio? Ya kabisa. Lakini kama Tarura wana mpango pia kuichakata ili iweze kupanda na lami moja kwa moja kwa budget ijayo. Okay. Ya. Kwa hiyo inafanyia kazi. Ipo inafanywa kazi. Yaani ipo kwenye kazi. Kazi inaendelea. Okay. Basi unaona kile kibao hajakitoa pale. Kibao hajakitoa, lakini unaona barabara iliguswa, imechongwa mkandarasi tu alitoka site na site nyingine, lakini wameshamwambia arudi hapa kutokana na hali za mvua ili na penyewe paweze kupitika. Kwa hiyo kwenye hii barabara sio kwamba inafanywa kazi wale na mchakato, ni kazi inaendelea. Okay. Maendeleo haya yanachagizwa na uwepo wenu nyie kama Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio ambao mmeshika dola, ndio ambao mnaisimamia serikali kwa sehemu kubwa sana, ndio ambao mnatekeleza hiyo ilani ambayo mliwaahidi wananchi kwamba mtafanya. Mna furaha ya kutosha juu ya hiki ambacho kinaendelea tunavyozungumza kwa habari ya maendeleo? Furaha ipo ya kutosha kabisa, kwa sababu nikwambie katika maendeleo lazima kuna na changamoto ndogo ndogo. Nazo zinaisha tu. Lakini kwa kiasi kikubwa tunapozungumzia maendeleo ya wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, tunazungumzia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi, huu ndio mkataba wetu Chama cha Mapinduzi na wananchi. Tulipokuwa tunaitafuta dola 2020 tukaipata dola, tuliahidi huko. Yapo huko kurasa 303 hizi, 302. Zote zipo huko, yameandikwa maendeleo yote. Kwa hiyo utekelezaji mkubwa wa maendeleo ya wana Kilimanjaro yapo humu na yametekelezeka kweli kweli. Huu ndio mkataba wetu kati ya wananchi na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwanza kabisa, tunapozungumzia maendeleo ni yake katika labda nieleze katika miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Miaka minne hii, nataka nikueleze ndugu mtangazaji na ndugu wasikilizaji, mkoa wa Kilimanjaro umepata neema kubwa sana ya fedha nyingi sana za maendeleo, ambazo fedha hizi hazijawahi kutokea katika mkoa wa Kilimanjaro tangu tumepata uhuru, tangu nchi hii imeumbwa, tangu dunia imeumbwa, hazijawahi kutokea. Kwa hiyo tunapoongelea swala la maendeleo, nina uhakika pasipo na shaka yoyote kwamba mkoa wa Kilimanjaro kwa kipindi hichi cha serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kuanzia tarehe 19 mwezi wa 3 2021 mpaka Februari 2025, my brother, tumepokea fedha za maendeleo mkoa wa Kilimanjaro trilioni 1.2. Brother, siongelee bilioni, naongelea trilioni 1.2. Ni fedha za maendeleo, sio za starehe. Hizo fedha zimeenda wapi kiongozi? Fedha hizo zimeenda kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wa Kilimanjaro, miradi 2345. Na inaonekana. Yaani leo tukisema tuione hiyo miradi hii hapa, ipo. Niko tayari. Tukitoka hapa twende tukaione. Hii miradi mbalimbali 2345 kwenye afya, kwenye elimu, kwenye miundombinu ikiwemo barabara, kwenye usafirishaji, kwenye kilimo, kwenye skimu, maji. Fedha hizi zote zimeenda huko. Kipindi kilichopita hapa tuliongelea bilioni 956. Bilioni 956 zilikuwa zimeshaingia katika mkoa wa Kilimanjaro. Sasa hivi zimefika trilioni 1.2. Na kipindi kile ilikuwa ni kwenye miradi 1830. Sasa hivi ni miradi 2345. Na miradi hii ukumbuke yote ni ya kwenda kuwagusa wananchi. Leo zahanati zimejengwa, hawachangishwi 10,000. Leo mashule yanajengwa, hawachangishwi 10,000 wananchi. Barabara zinatengenezwa, hawachangishwi. Ni serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa sikivu kile kinachokipata katika ukusanyaji wa kodi. Wote najua juzi hata aliongea mtu mmoja wa upinzani akasema, naona mnasifu Samia. Hizi ni kodi. Ni kweli ni kodi zetu, lakini zimepata mtu sahihi ambaye anazirudisha chini kwenye maendeleo.
Na comrade, kwa hiki mnachojinasibu nacho kama Chama cha Mapinduzi na ilani yenu namna mnavyoisimamia kwa mkoa huu wa Kilimanjaro, mnadhani wananchi wanaelewa haya nyinyi mnayoyasema? Wananchi wanaelewa wanaelewa hiyo miradi mnayoisema? Wanajua hichi kitu kimefanyika kwa uhalisia jinsi ulivyo? Uzuri ndugu mtangazaji, hii miradi sio ya sirini. Ni miradi ya wazi. Shule zinaonekana, madarasa yanaonekana yanavyojengwa, mabweni yanaonekana. Na nachotaka kuambia wananchi wanaona. Ila tunayo kazi kubwa kama Chama cha Mapinduzi pia ya kuwapelekea, na tunawaambia kila siku. Ndio maana unaona Chama cha Mapinduzi hatupoi, kila siku ni mikutano. Wewe mwenyewe ni shahidi, toka 2020 ni chama gani kingine umeshaona au habari zake umeshasoma hapa kimfanya tukio Kilimanjaro? Kila siku ni CCM. Leo utasikia katibu mkuu amekuja, kesho katibu mwenezi, kesho kutwa mlezi Rabia amefika hapa, mara kamati ya siasa ya mkoa inaenda kukagua miradi, wilaya zinaenda hivi. Napoongea na wewe sasa hivi Moshi mjini secretariat ipo inakagua, inaendelea na utaratibu Moshi mjini hapa. Lakini ukienda kule Moshi mjini wanaendelea. Kesho kutwa tarehe 14 secretariat ya mkoa tunaanza ziara kwenye kupita kwenye majimbo yote 9 ya uchaguzi. Sawa? Kwa nini? Sisi siku zote tumekuwa tukienda kuwaeleza wananchi yale yaliyofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo tuliwaahidi wananchi. Lakini pia tutaandaa programu nzuri. Ndio maana nimesema ndugu waandishi, na nyinyi mkubaliane na mimi, niko tayari tuanze sasa kwenda site. Twende site nikawaonyeshe ili wananchi waweze kuelewa. Nitakuwa na vipindi vya mfululizo. Sasa hivi nimewaeleza fedha ambazo zimekuja na miradi ambayo imetekelezeka. Kipindi kinachokuja tutakuja kuongelea maji hapa. Tutaongelea sekta ya maji. Maji imepokea kiasi gani mkoa Kilimanjaro, imetekeleza miradi mingapi, na tunapata maji kwa asilimia ngapi mijini na vijijini. Liko moja ambalo lilikuwa ni mvutano mkubwa sana kwenye kampeni za mwaka 2020. Pale ambapo CCM na vyama vya upinzani walipokuwa wanavutana kwa habari ya maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Pengine katika hili tunadhani kwamba linatafsiri vipi hiki ambacho kimefanyika na ambacho unatuambia hapa kwa hivi sasa. Chama cha Mapinduzi kiliamini katika maendeleo ya vitu. Na mkajinasibu juu ya miradi ambayo inatekelezwa kwa hivi sasa. Pengine hii ina nafasi ipi katika kujenga uelewa zaidi kwa wananchi, au kulikuwa kunahitajika pia maendeleo ya watu? Ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi hayo pia yanaelezeka. Hii hapo katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na maisha bora kila Mtanzania na kila mwananchi wa Tanzania. Lakini niwakumbushe tu, kazi ya serikali ni moja, ni kutengeneza miundombinu. Itengeneze barabara, wananchi tutumie kufanyia biashara. Itengeneze shule, tukasome kuondoa ujinga. Itengeneze zahanati na hospitali kwa ajili ya kupata matibabu, tuwe timamu kwa ajili ya kutafuta kipato cha riziki. Lakini kubwa ambalo najivunia kwenye serikali ya Chama cha Mapinduzi ni amani. Haya yote yanayofanyika hapa sasa hivi tunajadiliana, hakuna askari nje hapa. Hakuna askari anayetulinda. Ni amani, na hii amani haiji yenyewe. Wako viongozi wanapambana usiku na mchana, na imeongelewa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Amani kwanza. Kwa hiyo amani tulionao Tanzania sio kwamba ni ya kimiujiza. Hapana. Watu wanaomba, madhehebu yanaomba, lakini serikali inasimama katika kuhakikisha kwamba amani ya nchi haitetereki. Na amani ndio moja ya maendeleo, ndio source ya maendeleo. Hakuna maendeleo mahali ambapo hamna amani. Hebu tuangalie katika eneo la ajira kwanza. Sasa hivi kilio kikubwa ambacho kinazungumzwa ni ajira. Na hii ni moja ya kile ambacho kiliahidiwa kwenye ilani hii yenye kurasa 302 hapa. Pengine hili mnalitazama katika muktadha upi? Kwa sababu majuzi TRA wameitisha ajira na idadi ya watu ambao tumewashuhudia waliojitokeza ni wengi. Lakini pia wanazungumzwa wako walimu mitaani kule na vitu vingine kama hivyo. Mnatupa uhakika wa kiwango gani katika eneo hilo? Ndugu mtangazaji, utakubaliana na mimi kwamba kwanza niseme juzi kama tulisikia vizuri, unajua mwaka huu 2025 kwenda 2030 kutatoka ilani nyingine. Sawa? Ndio. Na ninaamini ilani hiyo itajikita zaidi kwenye swala la ajira. Lakini kama nilivyosema mwanzo, wasomi wetu wa kila siku ni wengi. Vyuo unaona kila siku, nyinyi ni mashahidi, mnaona vyuo ushirika tumai wapi, wanafunzi ni wengi. Na hata tukisema wote waajiriwe na serikali, hizo nafasi hazipo. Ila serikali ya Chama cha Mapinduzi inachofanya ni kummachua mwanafunzi, ni kumfanya aweze kujiajiri. Lakini ndio maana imetengeneza na imeweka mazingira rafiki ya sekta binafsi. Leo tumeona kuna kiwanda cha soda cha moto kimefunguliwa hapa juzi. Wameingia wafanyakazi wengi sana pale. Ndio maana nisema nataka nije nayo ili nije na takwimu zote kwa kifupi. Wameingia vijana wengi. Kuna TPC. Hizo zote ni sekta binafsi, lakini zinaendelea kuajiri wa Tanzania kila siku. Kwa hiyo tunapozidi, kikubwa tunachosimama nacho ni elimu. Ili inapotokea kuanza sekta binafsi, serikalini, na pia kumjengea uwezo wa kujiajiri yeye peke yake. Ndio maana leo unaona kuna vijana wengi wameanzisha
online TV, kwani unadhani wapo wengi unaona? Sawa, ni vijana wamesoma, wamepata zile kozi IT wanazo, wanajua tutumieje fursa, na serikali imeruhusu ile fursa. Leo tunaona kwa vijana wengi mitaani wameanzisha makampuni ni masio kwenye utalii, ndugu zangu. Kwa hiyo kazi kubwa serikali inachofanya ni kutengeneza mazingira rafiki ya kila Mtanzania. Kwanza kumtengenezea kuanzia elimu. Nikija hapa na takwimu za elimu, kesho kutwa mtashangaa, yanajengwa mahosteli ya ajabu kwa kwenye shule za kata. Ndugu zangu, vimejengwa vyuo hapa, yanajengwa mambo makubwa yamekuja kwenye elimu. Kwa hiyo nikija kutoa takwimu za elimu hapa mtashangaa. Kwa hiyo moja ya kwanza tunamwandaa mwananchi kuanzia kielimu ili aweze kukabiliana na mazingira aina yote ile ya kuajiriwa na ya kujiajiri, ya kuajiriwa serikalini au kwenye sekta binafsi. Mikakati ya kuimarisha umoja na mshikamano wa chama na wananchi kwa ujumla kuelekea uchaguzi mkuu. Mimi niseme ndani ya Chama cha Mapinduzi wala sio mikakati, ni kukumbushana, kwa sababu sisi tuko na umoja wa kujitosheleza. Ndio maana kazi na utu tunasonga. Ilikuwa kazi iendelee. Wakati kazi inaendelea, sasa tuko na kazi na utu tunasonga mbele. Kwa hiyo katika hizi kazi tunamaanisha tunaendelea kuzifanya kazi, lakini utu upo ndani yake. Na ndio maana unaona sisi hatuna kelele nyingi. Mtu anapiga no reform. Nimesema hivyo kwa sababu watu wameshaanza kutengeneza magrupu. Ndio. Makundi ya uchaguzi kuelekea kura za maoni. Kwa hiyo mmejipanga kuhakikisha mnakuwa imara kiwango gani? Chama cha Mapinduzi ni chama kinachoongozwa kwa kanuni, kwa utaratibu, kanuni na katiba. Na hatukurupuki kwenye hilo. Yaani makosa yote ambayo ukiyafanya tofauti ya kiuchaguzi yana adhabu zake na ziko kikanuni, sio kwa matakwa ya mtu. Takwa la kanuni pamoja na kanuni za uchaguzi ndani ya chama pamoja na katiba ya Chama cha Mapinduzi inaeleza wazi. Kwa hiyo mimi ninachotaka kukisema ni kitu kimoja tu, ndugu zangu. Umeniambia yako makundi, ni makundi ya kawaida au ulikuwa unamaanisha kwa makundi ya kawaida? Kila mtu na wafuasi wake, ni makada wa chama. Makundi kuna WhatsApp group nini? Tunazungumzia yale mazingira ambayo makada wa chama na wanachama ambao wana dhamiri ya kugombea, kuomba ridhaa ya kugombea. Yani Michael anataka kugombea, makundi anataka hivyo, Pascal anataka hivyo, lakini ndani ya chama kila mmoja na wafuasi wake, na tunaelekea kwenye mchakato wa kura za maoni sasa. Ndugu zangu, labda niwaambie kitu kimoja. Mkoa wa Kilimanjaro tuna majimbo 9 ya uchaguzi. Sawa bwana. Kule Same Magharibi tuna Dr. Matayo kule. Same Mashariki tuna mama bingwa sana, Mama Ana Kilango. Mwanga tunayo Anania Tadayo. Vunjo tuna naye ni bingwa pia. Ni bingwa. Hatuna mbunge basi bingwa, wote ni mabingwa. Lakini pia pale Vunjo tuna Dr. Charles Kimei. Moshi vijijini tuna Profesa Ndakidemi. Rombo tuna waziri wa elimu kule. Si ndio jamani? Na kuna ambaye haelewi hilo. Profesa Mkenda. Lakini Moshi mjini tuna Priscus Tarimo. Hai tunasasisha Mafue. Na kule Siha tuna Dr. Moleli. Hao ndo wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambao chama kimewapa idhini ya kuwa wawakilishi wa wananchi kupitia Chama cha Mapinduzi hadi hivi sasa tunavyoongea, na ndio wabunge ambao wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hatuna mbunge mwingine. Sasa muda ukifika, bunge likivunjwa, wewe kama unaona na misuli ya kupambana na hiyo miamba niliyoitaja, ingia katikati, nenda kapambane. Ila kwa sasa wabunge ni hao, na chama tutawalinda kwa wivu mkubwa kabisa ili waweze kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi kutekeleza ni kupeleka maendeleo kwa wananchi walioahidi. Hatuko tayari kuona wanasumbuliwa. Niliona kwenye grupu moja hivi, mtu mmoja akiandika, hebu tuambie mbunge na diwani nimefanya nini kwa sababu hii mashule na nini, hii ni ameleta mheshimiwa rais, nyinyi mmefanya nini? Wanakosea. Ile shule iliyokuja pale, rais akuja pale, kuna shida ya shule. Wako waliosema rais akaleta fedha ikafanya kazi ile. Waliosema ni mbunge, diwani na wenye viti vijiji na vitongoji na mitaa. Kuna tofauti kati ya chama cha siasa ambacho mimi ukiniuliza Tanzania nitakwambia tu chama cha siasa Tanzania kimoja ni Chama cha Mapinduzi, vingine vyote ni SACCOS. Kwa nini nasema hivyo? Tofauti ya CCM na vyama vingine iko hapa tu. CCM tuna utaratibu kuanzia kwa mwenyekiti wa kitongoji, wa kijiji, diwani na mbunge. Kote kule kuna kamati za siasa. Kuanzia tawi, kuna kamati ya siasa ya kata, kuna kamati ya siasa ya wilaya.
Kwa hiyo huwa tunachukua kwenye hizi kurasa 303 huwa tunachukua mbunge fulani kama ni wilaya ya let's say ni jimbo la Moshi mjini hapa. Bana Moshi mjini kata fulani mbunge aliahidi kitu fulani hakijatekelezeka. Kamati ya siasa ya wilaya huwa inamuita. Bana pale Njoro uliahidi 1 2 3. Katika ili kwa sababu huu ni mkataba wetu na wananchi, ile bado haijatekelezeka. Hebu nini shida? Anaeleza. Nimefikia hatua hii, tunafanya hivi na hivi na hivi, na chama kinasema basi utekelezaji unafanyika. Kwa hiyo tuna chama ambacho kinaweza kumhoji mwakilishi wake. Sawa. Sio chama ambacho hakina ofisi kama hao wengine. No reforms, no election. Na maandamano siku ya uchaguzi. Binafsi niseme nikakikundi tu, mimi binafsi mtanisamee, nikakikundi tu kawauni wanaamua tu kupotosha umma, lakini nadhani Watanzania wanaona kazi kubwa iliyofanyika na serikali ya awamu ya 6. Reform walizitaka kama mna kumbukumbu zilikuwa ni 31. Si ndio? Lakini 29 zimeshafanyika, zimebaki 2 za kibunge. Matokeo ya reform walizotaka ndio hii mkutano wa hadhara wanafanya, walikuwa hawafanyi. Matokeo ya reform walizozitaka ndio maana sasa hivi kuna tume huru ya uchaguzi, sio tume ya uchaguzi. Wanasema ni jina tu lile. Hapana, matokeo ya reform walizotaka ndio maana kesho kutwa wakurugenzi hao kwa wasimamizi wa uchaguzi. Sikuna utaratibu wa kuwapata. Matokeo ya reform ndio yamewarudisha walikuwa tayari wameshakimbilia nje kama wakimbizi, walowezi sasa wamerudi nje. Ni matokeo ya reform hayo. Wanataka reform zipi? Mimi nachotaka kuambia ni kitu kimoja tu. Hawajajiandaa brother. Wewe si huko hapa toka 2020? Ni vikao gani vimefanyika vya kimkakati au ni kipi kimefanyika? Juzi tu kwenye uchaguzi wa Chadema wa wilaya hapa na mkoa uliona walivyovutana hapo. Wajumbe ambao sio sahihi wameingia ndani. Wakavurugana sana hapo. Kwa hiyo kitu ambacho wanashindwa Chadema ni kimoja tu. Hawajajiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kwa sababu tunaona hapa hatujajiandaa wenzetu, sisi ndio wanakuambia kila siku sisi kila ulivyoisha uchaguzi wa 2020 pale tulianza uchaguzi wa 2025. Mwenezi kuna namna mnaogopa na nyie pia. Sisi hatuogopi chochote. Na nikukumbushe tu. Ukumbuke aliyokuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe. Kwenye kitongoji chake pale Machame alikosa, hakujasimamishwa, yani walikosa kabisa Chadema kusimamisha mwenyekiti wa kitongoji. Lakini mwenyekiti wa Chadema sasa hivi Lissu ndio aliyokuwa makamu mwenyekiti wa Mbowe, si ndio? Brother, msiti ni ule nyani tu tofauti. Kama walitushindwa wakiwa wote wawili, mtu na makamu wake wanaingia kama tiku kila kitu wakatushindwa, huyu analipi jipya? Au tutawapiga nje ndani? Sisi tumejipanga.